Shalom, shalom ndugu wapendwa katika Kristo, na wasalimu ndugu zangu katika jina lake tukufu Yesu Kristo wa Nazareti. Somo letu la leo ama neno letu la leo ni kuhusu asili ya Yesu Kristo. Kama tunavyoamini sote wa Kristo duniani, ile picha ya mwanaume mwenye asili ya kizungu ndivyo Yesu Kristo alivyokuwa, ama ile ndiyo asili ya Yesu Kristo. Lakini ukweli ni kwamba ule ni uongo. Yule ama ile siyo asili ya Yesu Kristo alivyokuwa. Ile picha ya Yesu Kristo ambayo tulidanganywa kuwa ndiye Yesu Kristo alivyokuwa mwonekano wake, yule alikuwa ni mtoto wa Pope Alexander wa 6 wa Roma, na alijulikana kwa jina la Caesar Borgia, na picha ile ilichapishwa na mwanaume aliyejulikana kwa jina la Leonardo Vinci miaka mingi iliyopita. Leo hii nitakwenda kusoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana pamoja na kitabu cha Danieli. Vitabu hivyo viwili vitatuambia ukweli kuhusu asili ya Yesu Kristo. Ufunuo wa Yohana aya yake ya kwanza ama sura yake ya kwanza mstari wa 14 hadi 15. Kitabu cha Mungu kinasema, kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto. 15. Na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Tena nitakwenda kusoma ufunuo huo huo wa Yohana sura yake ya pili ama aya yake ya pili mstari wa 18. Kitabu cha Mungu kinasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika, haya ndiyo anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Hivyo ndivyo kitabu cha Ufunuo wa Yohana kinatuambia kuhusu asili ya Yesu Kristo. Na wewe Mkristo unayenisikia, nina imani unanielewa. Tunakwenda kusoma kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli aya yake ama sura yake ya 10 mstari wa 5 hadi 6. Tuone nacho kinatuambia nini katika jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Danieli 10:5-6. Kitabu cha Mungu kinasema, naliinua macho yangu nikatazama, na kumbe mtu aliyevikwa nguo za kitani, viuno vyake vimefungwa dhahabu safi ya ufazi. 6. Mwili wake pia ulikuwa kama zabarajadi safi, na uso wake mfano wa umeme, na macho yake kama taa za moto, na mikono yake na miguu yake rangi yake kama shaba iliyosuguliwa sana, na sauti yake ya maneno yake kama sauti ya umati wa watu. Tena nitasoma kitabu hicho hicho cha Danieli aya yake ya 7, aya yake ya 7 mstari wa 9. Tuone tena kitabu cha Danieli kinatuambia nini. 7:9 inasema, 7:9 inasema, 7:9 inasema, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele zake kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Ndugu zangu wa Kristo popote mlipo, Yesu Kristo hakuwa na asili ya kizungu. Yesu Kristo hakuwa na nywele za kizungu. Yesu Kristo hakuwa na macho ya kizungu. Yesu Kristo hakuwa na rangi ya kizungu, bali Yesu Kristo alikuwa na macho yenye rangi kama ya moto, na nywele zake nyeupe kama theluji, na rangi yake kama kitu kilichosuguliwa sana hivi. Ukisugua kitu kwa sana kwa muda mwingi, huwa kinageuka kuwa rangi nyeusi. Ina maana kwamba
Kwa jinsi gani Biblia inavyotuambia Yesu Kristo alikuwa na rangi nyeusi. Siongei hivi kwa sababu mimi ni mtu mweusi, labda huenda najaribu kuongelea vibaya watu weupe ambao ni wazungu. Hapana, najaribu kuongea ukweli kama vile ambavyo nimesoma neno la Mungu katika kitabu chake kitakatifu hichi cha Biblia. Lakini kwa sababu wanadamu wamewadanganya wanadamu wengine kuhusu ukweli kuhusu Yesu, na ndio maana dunia leo hata uongee ukweli kuhusu asili ya Yesu ama kuhusu kazi ya Yesu, wanadamu wengi hawaamini, kwa sababu katika mafundisho mengi kuhusu Yesu kumejaa uongo. Yesu Kristo alikuwa na asili ya rangi nyeusi. Alikuwa na macho ambayo yalikuwa kama miali ya moto hivi, na nywele zake zilikuwa nyeupe kama theluji. Lakini kwa sababu tayari wanadamu wametudanganya vya kutosha, itakuwa ni vigumu sana kwa watu wengi watakaoitazama video hii kunielewa. Ila kasome Biblia vizuri. Labda huenda mimi sijaelewa Biblia. Soma Ufunuo wa Yohana aya yake ya kwanza mstari wa 14 hadi 15. Tena Ufunuo huo wa Yohana aya yake ya pili mstari wa 18. Tena soma kitabu cha Danieli aya yake ya 10 mstari wa 5 hadi 6. Tena soma hicho kitabu cha Danieli aya yake ya 7 mstari wa 9. Utaelewa nachokiongea. Mungu akubariki popote ulipo na aendelee kwa pamoja nawe. Amina.